Watu wengi wanasema kwamba, na huwa wanasema age is just a number, kwamba umri ni namba tu, kwamba huyu ni mkubwa na miaka 40, huyu ni mdogo na miaka 20, lakini wote ni watu. Hata mimi zamani nilivyokuwa mdogo nilikuwa naamini hivyo. Nilikuwa naona sawa tu mwanamume wa miaka 50 akidate na mtoto wa miaka 20, ni sawa tu. Na au mwanamke wa miaka 50 akidate na mvulana wa miaka 22 ni sawa. Zamani nilikuwa mdogo nilikuwa naona hivyo ni sawa. Lakini kadri nilivyokuwa nikafika kwenye umri huu, sasa naingia kwenye utu uzima, nikagundua kwamba umri kwenye mahusiano ni kigezo cha msingi sana. Umri kwenye mahusiano ni kigezo kitakachoyafanya mahusiano yale yafe au yaendelee. Kwa sababu gani? Mifano ambayo wanaitumia ni case study. Hii ni case study tu ya kusaidia ili watu waweze kuelewa. Ni kwamba kadri umri unavyokwenda ndivyo mitazamo yako katika maisha hubadilika. Mimi Steve wa miaka 25 sio Steve huyu wa miaka 40. Yaani ni watu wawili tofauti kutoka katika sayari mbili tofauti. Namna nilivyokuwa nafikiri na kutenda nikiwa na miaka 25 sio sawa na sasa hivi nikiwa na miaka 40. Na haitakuwa sawa nikiwa na miaka 50. Yaani ukadi unavyokuwa mitazamo yako ya maisha inabadilika. Sasa unapokuwa na miaka 50, 40 una date na msichana au na mvulana wa miaka 25 na akawa ni mkeo au ni mmeo, kuna changamoto kubwa sana kwa sababu priorities zenu kwenye maisha hazifanani. Mimi wa miaka 25 nilikuwa nawaza niende baa. Mimi wa miaka 25 nilikuwa nawaza nikaangalie mpira. Mimi wa miaka 25 nilikuwa nawaza nikaende disco. Mimi wa miaka 25 nilikuwa nawaza pengine ninunue simu mpya kila siku. Nilikuwa nawaza pengine ninunue kochi. Nilikuwa nawaza kuna vitu tangible ambavyo ndio vilikuwa vinanipa starehe. Yaani nawaza vitu kama hivyo. Mimi wa miaka 25 nilikuwa nikiona mwanamke sitaki anipite. Lakini kadri nilivyokuwa nikagundua kwamba kuna umri ukifika miaka 40, miaka 35, priorities za maisha zinabadilika. Mitazamo katika maisha vinabadilika. Yaani ni mtu ambaye unataka ukae umetulia, ukae sehemu tulivu, hutaki kelele, hutaki ugomvi na mtu, hutaki kuzurura. Lakini katika miaka 25 nilikuwa naona ni sawa tu, ni sawa kufanya. Lakini inapotokea mpo kwenye mahusiano, age difference, gap ya umri ni sawa na baba na mtoto, haki ya Mungu ni mtapitia changamoto nyingi mno. Age is not just a number. Ukiwa na miaka 50 una date na mtu wa miaka 25 au 20, kutakuwa na utofauti wa matamanio, utofauti wa mipango, utofauti wa akili, utofauti wa fikra. Mtu kadri anavyokuwa fikra zinapevuka. Mtoto wa miaka 25, 26, 27 fikira zake ni finyu, zinawaza hapa, zinawaza poani. Wewe wa miaka 40 unawaza juu ya kichwa, yeye anawaza hapa, anawaza afurahi, anawaza starehe za muda mfupi, wewe unawaza starehe za muda mrefu, unawaza vitu vya muda, unawaza mipango, yeye anawaza raha. Ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo sometime huwa na encourage watu ambao wapo kwenye mahusiano ambaye yana age difference kubwa, age gap kubwa, wajitahidi mno kwa sababu kudumu kwake hayo mahusiano ni kugumu mno. Umri kwenye mahusiano sio namba tu. Umri ni kigezo kikubwa mno kwenye mahusiano. Mna date watoto ambao bado hawajamaliza ujana, afu nataka wamalize ujana wakati wewe ushamaliza ujana. Ni kama kulazimisha ngamia apite kwenye tundu la sindano.